Hili ni bonge moja la filamu mtu wangu, na amini utafurahi na kuambia. Leo tunaanzia kwenye huu mjengo hapa, kinaonekana chumba kikali kinoma yani, kinajipaka paka mafuta hapa baada ya kumaliza kuoga. Mkononi mwake alikuwa amevalia pete hivi, kwa maana kwamba ameshaolewa tayari. Wakati anaendelea kujipaka mafuta, simu yake ikaita. Huyu dada anaitwa Wendy, ila ameokota simu yake tu, akapewa taarifa kuwa mume wake ameonekana maeneo fulani hivi akiwa na mwanamke mwingine. Bibi alichanganyikiwa kinomo na mbiwa, akatoka speed hadi kwenye gari. Mlinzi akabaki anashangaa tu. Bibi akaendesha kwa hasira na mbiwa, huyu mwanamke atakuwa kichaa siku moja. Hiki ni nini sasa? Koroenta. Mlinzi akacheka kwa dharau na mbiwa. Bibi ameendesha gari speed na mbiwa, akamkosa mwanaume mmoja na dem kidogo mgonge na gari na mbiwa, kisha akaenda kuipaki pembeni. Alijiraumu sana yani, kwa nini amewakosa pale. Wana bahati hao wapuuzi, nitawakamata siku nyingine yani. Huyu mchizi anaitwa Linus, ni mume wake Wendy, na huyu bidada hapa anaitwa Pamela. Huyu ni mchepuko wa Linus. Hawa ndio ambao walikosokoso na gari pale. Nilikwambia huyu mwanamke ni kichaa, angetugonga yule. Ndio maana kila siku nakwambia na kuhitaji wewe. Kweli kabisa mpenzi wangu, yule bibi kizea kufai kabisa. Hata hivyo nina mpango wa kuachana naye kabisa. Fanya hivyo mpenzi. Wakapigana mabusu ya kwenda pale na mbiwa. Bibi baada ya kufanya lile tukio mtaani, amerudi nyumbani akiwa na mawazo kinoma yani. Mlinzi akawa anacheka tu. Kuna aina mbili za ndoa siku hizi, ndoa ya kawaida na ndoa ya vichaa. Huyu mwanamke anaweza kuwa kichaa, maana anatoka na gari na kurudisha bila hata sababu yani. Akapiga goridi pale kisha kasepa zake. Bibi amepika akiwa na hasira kinoma yani. Muda wote anafyonza tu bila sababu. Atakuja kuniua kwa pressure huyu mwanaume bila sababu. Bibi akaendelea kuandaa msosi pale kwa hasira kinoma yani. Karibu kwenye bonge moja la filamu mtu wangu, linaitwa Married Wrong. Aliolewa kimakosa yani. Hii ni Zurio TV. Usiache kucomment, kushare, kusubscribe na kulike YouTube channel yetu. Mimi naitwa Rio. Tuende pamoja kwenye bonge moja la filamu. Linus amerejea nyumbani usiku huu, ila amefika tu akafikishiwa maneno mengi kinoma. Umekumbuka sasa kuwa una nyumba Umemalizana na yule malaya, sasa umekumbuka nyumbani, si ndio? Umekuwa kama hujaoa yani. Umesahau kama umeacha mwanamke ndani, au mimi ni makochi? Bibie alilalamika sana kuhusu swala la umalaya kwa mchizi, lakini muda wote Linus alikuwa anamtazama tu. Mchizi akasepa bila hata kuongea na kumwacha bibie akiwa pale. Mchizi anaongea na mwanamke mwingine kwa kujiamini kinoma. Alikuwa ajeri kabisa kama na mwanamke ndani. Mke alikuwa biza anamtazama mchizi, roho inamuuma kinoma. Bibie akiwa anapika hapa, akaokota simu ya mtu ambaye alimpa taarifa kuwa mume wake kuna mahali anakula bata na mwanamke mwingine. Bidada uvumilivu kamshinda kabisa, akaacha vitu jikoni kisha kasepa. Bibie amedandia ndinga na kusepa eneo la tukio. Kuna siku utakuja kujiua wewe kwa sababu ya hawa mabisho wanyanyua vyuma. Linus yuko zake biza anakula bata na Pamela mchepuko wake hapa. Wendy akawa amefika eneo la tukio na kuipaki ndinga yake hapa, kisha akatoka na kwenda kwenye gari la Linus, akawa amewafuma hapa. Mchizi akuwa na hofu kabisa unaambiwa. Siku zote nimekuwa nikiambiwa tu, leo nimejionea kwa macho yangu na buhusiana hapa. Mchizi akawa anamwangalia tu bibie. Mwisho akapandisha kioo cha gari, lakini Linus ikabidi ashuke ili aende kuzungumza na bibie. Ndio nini sasa hiki Linus? Unaniaibisha tu muda wote yani. Tatizo lako ni nini wewe? Unauliza nini sasa? Hauoni ulichokuwa unakifanya kwenye gari? Hicho ndo kinakufanya upige kelele kama kichaa hapa? Nimembusu, kwa hiyo umenifumania. Kwa hiyo bibie aliumia kinoma kuitwa kichaa yani. Na mchizi akamwambia kuwa yeye ndio amesababisha, kwa sababu amekuwa hampi amani, ndio maana amekuja kuitafuta huku. Wendy akadai kuwa alikuwa mke mzuri tu kwa mchizi, lakini alibadilika baada ya mchizi kuanza kuchepuka. Bibie akataka aliamshe dude pale, akamfuata Pamela kwenye gari. Bahati nzuri akawahi kujifungia, na hiyo ndio ikawa ponapona yake. Linus akambeba Wendy na kumpeleka kwenye gari yake, kisha akarejea na kusepa na Pamela, wakamwacha pale Wendy. Sasa mlinzi wakati anapiga doria zake hapa, akahisi kuna kitu kinaungua jikoni. Alienda mkuku na mbiwa, kisha akazima jiko pale. Ndio nini sasa hiki? Kwenye haya maisha bado unamwamini mwanaume? Mnataka muingize hii nyumba, si ndio? Mlinzi alilalamika kinoma yani. Bibi amerejea baada ya heka, akapewa taarifa kuwa nyumba kidogo ingue kwa sababu jiko lilikuwa linawaka na hakuna mtu ndani. Wendy alikimbia speed na mbiwa. Bibi amefika akakuta vitu vimeungua hapa. Bibi aliumia kinoma na mbiwa. Mwanaume aliyemwamini amemsaliti waziwazi, halafu tena kidogo aunguze nyumba yake. Mawazo ni mengi kwa bibie, anawaza atafanye nini sasa, maana mwanaume wake amechagua kuwa na mchepuko badala yake. Wendy alilia sana na mbiwa. Linus amekuja na Pamela hadi hapa, anamwambia Pamela kuwa hawezi kurudi nyumbani kwani Wendy atamharibia mudi yake kabisa. Itakuwa hivi hadi lini? Wewe ndio mwanaume wa ile nyumba, fanya maamuzi yako, usijali. Hili linahitaji muda, maana hata ile nyumba kainunua yeye. Hata hivyo waliandika jina la Mr. and Mrs. Linus kwenye nyaraka za ile nyumba. Sikiliza, Mrs. Linus anaweza kuwa yeyote yule, naweza kuwa mimi pia. Jina lake halipo kwenye hati ya nyumba. Ile nyumba ni yako Linus. Linus akakubali kufanya kitu kwenye hilo. Lengo ni kumnyang'anya nyumba bibie. Leo Pamela akiwa anafanya mazoezi hapa barabarani, akakutana uso kwa uso na Wendy. Oya, vita ilikuwa nzito kinoma. Watu wakaanza kukimbizana na mbiwa. Bibi amerejea nyumbani amechoka kinoma yani. Anaonekana
alionekana kama mtu ambaye ametoka kupigana huko. Kila sehemu ya mwili wake ilikuwa inaumwa na mbiwa. Ikabidi ampigie simu daktari wake ili aje kumtibia. Daktari amefanya vipimo akagundua kuwa bibie hali yake ipo salama kabisa, lakini shida ilikuwa ni kwamba presha yake ilikuwa imepanda. Huyu mchizi anaitwa Willy. Ikabidi afahamu kinachomsumbua bibie. Wendy, unaweza kuniamini mimi uniambie shida ni nini? Tofauti na kuwa daktari wako, naweza kuwa mshauri wako pia. Ni kuhusu ndoa yangu. Nimeolewa sehemu ambayo sio sahihi. Linus amekuwa kinisaliti na ananidanganya. Tumekuwa marafiki kwa muda mrefu. Kwa nini hukuniambia hili? Nilihisi siku moja kila kitu kitakuwa sawa tu. Daktari lilimuumiza sana hili. Pole sana kwa hiki unachokipitia. Presha yako ipo juu na kama ukiendelea kukiwaza basi unaweza kuumia zaidi. Hivyo na kuomba tu jitunze sana mama, sawa? Bibie aliumia kinoma yani. Leo Linus hajarejea nyumbani kabisa, akihofia kusumbuliwa na bibie. Huku Wendy mawazo yanamteza kinoma, analia mwenyewe tu. Ndoa imekuwa chungu kwa bibie. Akakumbuka siku ya kwanza kukutana na Linus, alimpa lifti kwenye gari yake wakati anaenda airport, na huo ndio ukawa mwanzo wa mapenzi yao. Wendy alimpa hadi pesa mahali Linus akalipe kwao na Wendy. Kila kitu kilikuwa kinaenda vizuri hadi pale ambapo alimfungulia biashara na ikaimarika ile biashara. Akawa amebadilika kabisa mchizi. Watu wanabadilika wakianza kutengeneza pesa zao wenyewe yani. Akiwa kwenye mawazo Wendy, siku moja usiku mchizi alitoka chumbani na nyata, akaenda kuongea na mchepuko wake pale. Mchizi akawa anamsifia sana mchepuko. Ghafla Wendy akatoka akasikia kila kitu ambacho mchizi alikuwa anakisema pale. Akawa ameshtuka kinoma. Jamaa akabadili maongezi pale pale, akajifanya kuwa anaongea na mfanyabiashara mwenzake kwenye simu. Nani unamuita baby kwenye simu yako? Unasemaje? Nimekusikia. Unamuita mtu baby kwenye simu yako? Sielewi unachoongea Wendy. Nilikuwa naongea na mfanyabiashara mwenzangu Mr. Charles. Mchizi akaendelea kusisitiza kuwa alikuwa haongei na mwanamke. Kitu hiki kilimchanganya sana Wendy na mchizi akasepa. Haya yote yalikuwa ni mawazo kwa bibie juu ya matukio ambayo amekuwa akipigwa na mpenzi wake. Hili linazidi kumuumiza zaidi Wendy. Muda wote anajutia maamuzi ya kuolewa na Linus. Dr. Willy akiwa anaenda zake kazini akaona ni vyema ampigie Wendy ili amjulie hali kwa sababu hali yake ya jana haikuwa vizuri kabisa. Dr. Willy akamwomba Wendy kama vipi ampeleke sehemu ili akili yake ikae sawa kiasi, lakini Wendy aligoma kinoma. Mwisho mchizi akamwomba mfuate nyumbani kwake. Bibi akawa amekubali. Daktari amekuja kumfariji Wendy hapa ili walau akili yake ikae sawa. Alijaribu kila namna ili kumondoa kwenye mawazo, lakini kila kitu alichokuwa nakifanya kilikuwa kinadunda tu. Akamletea maji walau anywe ili akae sawa, akaletewa epo pengine linaweza kumtoa mawazoni, lakini mbinu hii nayo ikawa imedunda. Alijaribu kumpigisha hadithi za kufurahisha, lakini njia hiyo pia ikawa imedunda. Mchizi kabidi na yeye anune sasa, maana mbinu zote ambazo amejaribu kuzifanya zimeshadunda kwa bibie. Lakini mwisho akapata wazo jingine, akamfuatia headphone ili asikilize mziki, pengine inaweza kuwa tiba, lakini hilo nalo likawa limedunda. Hakujua anamsaidia vipi bibie. Mchizi akiwa anarudi zake nyumbani, mawazo alikuwa ni mengi sana kumhusu Wendy. Anapitia kipindi kigumu sana yule bibie. Natamani nimpe furaha, natamani ningemjua huyo mpuuzi, nimpige ili ajifunze kumjali kwa nguvu. Mwanaume gani anaweza kumfanyia hivi mwanamke mzuri kama Wendy? Wengine tunatafuta wanawake wa kuwaoa, wengine wanawatesa. Aiseni hatari sana. Bibie anamwambia Willy kuwa pengine kushindwa kupata mtoto ndio chanzo cha yote haya, lakini Willy akamwambia hilo sio tatizo lako. Kisha akamwambia amekaribia nyumbani kwake. Wendy alishtuka kinoma. Akamwambia kama vipi akifika akaipaki gari yake mbali na nyumbani, halafu ndio atamfuata huko, kwa sababu mwanaume wake akimkuta pale hawezi kujisikia vizuri kabisa. Dr. Willy leo amekuja kumshauri Wendy kuwa anapaswa mrejeshe mahali Linus ambayo ameyatoa ili amuoe, lakini bibi akawa na wasiwasi pengine hilo haliwezi kufanya kazi, kwani Linus ndiye mwenye maamuzi yote. Nahitaji kuwa mke mwema Willy, acha kumwaza yeye, jiangalie wewe kwanza na ujijali mwenyewe. Usiku wa leo Linus kwa kujiamini kabisa yuko busy anaongea na mchepuko. Alikuwa anaongea naye kwa njia ya video call yani, hamuogopi kabisa mke wake yani. Wakiwa anaendelea na maongezi yao ya kimahaba hapa, Wendy akawa amewaona. Mchizi akaendelea kuongea tu, hakujali wala nini. Kwa hiyo sasa hivi hajifichi kabisa kama mwanzo. Kumbe Willy alikuwa sahihi, hanijali kabisa yani, napaswa kuwa na uvumilivu. Bibi akawa amesepa zake. Mchizi akaendelea na maongezi yake na bibie. Wendy leo ameandaa chakula kwa ajili ya mpenzi wake, akamkaribisha pale, lakini mchizi alikuwa zake kimya tu, akasepa kwenda kula kimya kimya unaambiwa. Bibi amekuja kulala, akawa anahitaji walau leo abilingike na mume wake, ila amemgusa tu mchizi akashtuka. Unafanya nini sasa? Acha unachotaka kukifanya. Mchizi hakutaka kabisa sherehe. Baby, nimekumisi, hujanigusa mwaka sasa. Mchizi akaendelea kushikilia msimamo wake tu. Sina hisia. Hata hivyo nimeshajiridhisha mwenyewe tayari. Tena kwa mwanamke mzuri tu na mlembo kukuzidi wewe. Unasemaje? Unasemaje vitu kama hivyo kwangu? Sio sawa kabisa. Kama hicho ndio kitakufanya uniache, nitafanya hivyo. Mwisho mchizi akamfukuza chumbani kwake bibie. Wendy leo anapewa ushauri na daktari kuwa anapaswa kujipambania mwenyewe, lakini pia hapaswi kukubali kudhalilishwa namna ile. Leo Wendy ameleta nguo ili aziweke kabatini. Wakati anazipanga
kupanga hapa akakutana na hili faili hapa. Alipolifungua tu ndani alishtuka sana kuona kilichokuwa kimeandikwa humo, kitu kilichopelekea hadi akose nguvu na mwisho akazimia kabisa. Wendy aliona cheti cha ndoa kati ya Pamela na Linus ambaye ni mume wake. Upande pili huku Dr. Willy alikuwa anataka kupita nyumbani kwa Wendy ili amjulie hali, lakini kila akipiga simu ilikuwa ipokelewe yani. Alipiga sana simu, mwisho akaamua aende tu ili akajue tatizo ni nini. Mchizi amefika hapa nyumbani, ikabidi aulizie kwa mlinzi kama Wendy yupo ndani. Mlinzi akamwambia kuwa Wendy yupo, ikabidi aingie ndani akaonane naye. Sijui kwa nini madam akaolewa na huyu jamaa hadi akaolewa na yule mtoto wa mama. Muda wote ananukia tu na anajali kweli. Sijawahi kuona daktari wa hivi mimi. Haya kuhusu haya, rudi kazini. Mlinzi akapiga zake kwata akasepa. Mchizi aliita sana humu ndani lakini hakuna aliyekuwa anamuitikia. Ikabidi atoke nje ili amuulize mlinzi kama anaruhusiwa kwenda kumtazama chumbani kwake. Mlinzi akamruhusu popote ambapo anataka kwenda yeye aende tu. Mchizi aliingia kila chumba kumsaka Wendy lakini bado alikuwa haonekani. Mwisho akaingia kwenye hiki chumba hapa na kumkuta Wendy yupo chini. Ikabidi amnyanyue amweke kitandani. Akamcheki na kugundua kuwa bado yuko vizuri. Wakati anaendelea kufanyia huduma ya kwanza hapa, mlinzi alikuwa bize kupiga maombi unaambiwa. Alinena sana kwa lugha unaambiwa. Mwisho akafunguliwa ili akamuone madam hali yake. Bibie akamwagiza mlinzi asiruhusu mtu yeyote aingie ndani ya mjengo. Mlinzi akatii amri ya madam. Unapaswa kufanya kitu kuhusu hili. Hauwezi kuambulia kitu kama nyaraka zikiendelea kusoma Mr. and Mrs. Linus, kwa sababu nyie mlifanya ndoa ya kimila na hawa wamefanya ndoa ya kiserikali na Pamela ndio Mrs. Linus, sio wewe. Sasa nafanyaje hapo? Inabidi ubadili majina ya umiliki wa mali zote yaandikwe jina lako, tena haraka sana. Pale pale akachukua simu ili ampigie mwanasheria wake. Nilifanya makosa kuolewa na mtu asiye sahihi, mwanaume muovu, lakini sijachelewa kufanya maamuzi. Bibie leo ameamua ivue kabisa pete ya ndoa. Mchizi naye leo amekuja rasmi akitaka aachane na bibie, tena akaivua hadi pete ya ndoa aliyekuwa amevalishwa na bibie. Nimechoka na hii ndoa ya kishenzi. Waambie watu wako wanirudishie mahali yangu haraka sana. Kwa nini sasa bado uko hapa? Hii ni nyumba yangu. Bibie alicheka sana unaambiwa. Unacheka nini? Wendy unatakiwa usepe. Bibie akamwambia kwa vitu vyote kwa sasa vimeandikwa kwa jina lake, hivyo Linus hahusiki na chochote hapa. Mchizi hakuamini kabisa. Mchizi kabidi achukue begi lake tu asepe. Sikia, tutakutana mahakamani. Mchizi akawa amejichenga. Wendy leo anamshukuru Willy kwa ushauri aliyompa, lakini baadaye ikabidi amuulize kwa nini hajaoa hadi hivi sasa. Sijapata mtu sahihi tu. Nimekuwa kwenye mahusiano kwa muda sasa, lakini wote wananipenda kwa sababu ya vitu vyangu tu, sio mimi tena. Ni kama tunafanana tu. Sina bahati na mapenzi yani. Hata Linus nilimwamini sana, lakini ndo huyu tena. Wakapiga hadithi sana hapo naambiwa. Bibie leo anawaza baada ya kukamilisha zoezi la kurejesha mahali ya Linus ataishi vipi tena bila mtoto au mwanaume. Mawazo yalikuwa ni mengi sana pale unaambiwa. Usiku wa leo bibie homa kali imemkamata. Ikabidi ampigie simu Dr. Willy ili ikiwezekana aje ampe huduma ya kwanza. Mchizi akuchukua muda akawa amefika hapa. Akamkuta bibie amechemka kinoma yani. Ikabidi amtafutie kwanza chakula alafu ndio matibabu mengine yafuate. Daktari alikuwa hodari sana kwa kujali unaambiwa. Alikuwa anamjali sana mgonjwa hadi mgonjwa mwenyewe anapona bila hata dawa yani. Hii ndio raha ya upendo wa dhati unaambiwa. Mwanamke inapaswa dekezwe kama malkia yani. Dokta alikaa hapa hadi Wendy akapitiwa na usingizi unaambiwa. Wow, ni mrembo sana huyu. Dokta akaendelea kutabasamu tu pale. Asubuhi kumekucha, dokta yuko biza anamsimamia mgonjwa wake ale. Uko sawa? Niliolewa nikijua tutazeeka pamoja na sio kukutana na hii aibu. Dokta akatiwa na simanzi unaambiwa. Vitu vinatokea na kwa hili sio tatizo lako unajua. Bibie alikuwa analalamika tu muda wote unaambiwa, lakini mchizi akamsia ajifunze kujisamehe mahali ambapo alikuwa amejikosea. Mwisho mchizi akamwomba Wendy kama vipi akitoka kazini apitie hapa ili walau watazame filamu kwa pamoja. Bibie akawa amekubali hili wazo. Leo Linus amerudi mjengoni tena. Akamwamrisha mlinzi amfungulie geti. Kwani we ni nani? Nakujua we ni mjinga Nenda ndani kamwambie mke wangu, mme wake niko hapa. Nina jambo muhimu sana nataka kumwambia. Mke wako? Je, alicheka kinoma man. Hiyo ilikuwa kabla, sio sasa hivi. Una miadi naye? Una kichaa Nenda kamwambie madam wako, mme wake niko hapa, nataka kuonana naye. Ngoja nikamwambie madam kuwa ana mgeni wake. Mchizi akaachwa solemba pale getini. Bibie aliishia gorofani unaambiwa. Akawa anazungumza na mchizi akiwa juu tu. Mchizi amekuja kuomba msamaha kama vipi warudiane na bibie, maana mwanamke ambaye alikuwa amemuoa amemwacha baada ya pesa zake kuisha. Lakini bibie hakutaka kabisa kusikia, akawa amejichenga zake. Mlinzi alicheka sana hapo naambiwa. Unapiga kelele, hili eneo ni tulivu sana, hakuna makelele hapa. Mchizi akachoka yani, akawa ajue nini ambacho anatakiwa kifanye yani. Usiku wa leo Dr. Willy yuko zake bize na bibie wanaangalia filamu yani. Kila mmoja alienjoy sana yani, lakini mawazo ya mchizi ni kama anamhitaji zaidi bibie. Baada ya kutazama filamu pamoja, mchizi
Mchizi akaaga na sepa maskani. Bibie akamkumbatia Mchizi. Ni kama kuna kitu kimeanza kuzungumza baina yao hawa. Mchizi moyoni anampenda kinoma bibie, lakini hajapata nafasi ya kuelezea hisia zake tu. Leo Mchizi amekuja nyumbani kwa Wendy ili amchane namna ambavyo anajisikia kuhusu yeye. Mchizi rasmi akajichana kwa bibie kuwa anampenda kinoma na anahitaji kuwa naye. Bibie akakataa ombi la Mchizi na hakutaka kabisa kuwa naye kwenye mahusiano kwa sababu bado jeraha lake halijapona vizuri. Bibie akawa amesepa. Mchizi ilimuumiza sana hii, ila anataka kusepa tu. Bibie akamwambia kuwa unakata tamaa kirahisi hivi ukakataliwa? Bibie akamwambia kuwa alikuwa anamtania tu Mchizi. Mwisho akakubali ombi la Mchizi na penzi jipya likawa limezaliwa mtu wangu. Muda ukawa umepita. Tayari Wendy akawa ameshashika ujauzito na Mbiwa. Wakiwa kwenye pitapita zao wakamwona Linus amechoka kinoma. Hata yeye pia akawa amelitambua lile gari. Mchizi aliumia sana kuona hivi watu wanaishi maisha ya furaha kinoma na Mbiwa, huku DX akiendelea kuteseka mtu wangu. Asante kwa kulitazama tambala hili mtu wangu, linaitwa Married Wrong. Hii ni Zurio TV na mimi naitwa Rio. Endelea kucomment, kushare na kusubscribe YouTube channel yetu ya Zurio TV kwa filamu za moto moto.